sana, naongea naye sana mtoto wangu. Nikawa namuona kapendeza. Alikuwa amependeza Sana. Mama amependeza. Sasa kuona hivyo atasema mama naumwa sana. Nachoumwa mimi ndio najua. Maana utumbo wangu umebakia sentimita 2 katika sentimita 9 ambazo nilikuwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ni kadari yangu mama, sina jinsi. Nikaambia sentimita 2, kuna sentimita 9. Akasema sasa itakuwaje? Nasema daktari akasema huwa wana survive lakini ni kwa shida. Mpaka ubongo uje uzoee hali hii ya utumbo kwa sina utumbo mkubwa ndani ya siku 90. Na sasa hivi nikiwa nateseka, nikiwa natapika sili, chakula kinakuwa kidogo sana. Nikiwa natapika. Ndio maana daktari aniongezea siku, anasema hajaridhika na kidonda changu. Lakini mpaka tarehe 22 kwa uwezo wa Mungu ndio tutakuja mama. Nikamwambia umeteseka sana. Mama nakupenda sana mama. Nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. Nakupenda mama yangu, nakuombea dua. Naomba Mungu mimi mama basi nichukue nikujengee. Hata ukifa maiti yako utoe kwa nyumba yako mama. Nakupenda mama yangu, nitazidi kukupenda. Asante mwanangu, Mungu atakulipa. Basi nachomwambia mwanangu, Mungu ampe kauli thabiti. Msamehe madhambi yake. Na mimi mwanangu naamini kwamba hajakosea katika uhai wake. Si hamna ichosha nikosea. Basi pole sana mama. Na wakati jana unazungumza naye kwa mara ya mwisho, ulikuwa unamwona yuko kwenye hali gani? Kwa sababu ulikuwa ukimsikia kwa sauti mtoto wako huyu au alikuwa tu vizuri, sema tu alikana anafanya hivi, shika tumbo hivi. Lakini alikuwa tu yuko vizuri. Mwanangu amependeza. Akacheka tu. Pembeni basi. Mbona yuko sawa tu. Na kwa sababu ni hali ameshakaa nayo muda mrefu, tulishazoea. Lakini wakati anapata safari ya kwenda India kwa ajili ya kufanya operation hii ambayo watu wengi waliamini kabisa akirudi atakuwa yuko strong kabisa, na kuzingatia amesafiri na mwanadada mtangazaji mahiri Emily Mtema, anaendelea kumpa support ya hali na mali. Wewe kwa imani yako ilikuwaje kama mama? Mimi nishukuru Mungu, nikasema mwanangu anaenda kutibiwa. Sasa kwa uwezo wa Mungu, hicho kitu ambacho katika ile tumboni akiwekewa atakuwa salama. At least atapumzika na operation ambayo zinamfuatana. Maana inaonekana akiwekewa kile operation anaweza kupata miaka 10 hajafanya operation. Mimi nikasema basi mwanangu anaenda kupata tiba, alhamdulillah. Allah karimu. Basi sasa tiba yenyewe ndio imekuwa kweli kapata tiba na kile kitu kifaa tumboni amewekewa. Ndio Mungu amemchukua. Hadi chini kadari. Pole sana mama. Asante, namshukuru Mungu. Nashukuru serikali ya Tanzania, muungano wa Tanzania kunishika mkono. Alhamdulillah, Mungu atawalipa. Na labda taratibu za msiba, kama mmekaa kidogo na kuzungumza, msiba utakuwa hapa nyumbani au kuna mawazo mengine ambayo mmepanga kama familia? Mimi na mama yake mwenyewe mweka tumboni miezi 9, nikamlea. Lazima msiba kwa uwezo wa Allah afanyike hapa. Na kwa kaka yake ni gorofani, watu kupanda gorofa 4 itakuwa shida. Kwa hiyo tunaona bora tu msiba kwa uwezo wa Allah afanyike tu hapa. Pole sana mama, Mungu akutie nguvu. Asante, lakini nimepoteza mimi nimepoteza mtoto wangu, mzuri wangu, rafiki yangu, msichana wangu mkubwa na wasichana wenye Mungu alipa wawili, na ukaninyang'anya mmoja, ukaniachia huyu mmoja. Dadi hata niseme niacheni niacheni. Wewe ndio kila kitu. Nakutegemea wewe. Na unijalie nisikufuru. Na nikikufuru Mwenyezi Mungu nisamehe. Ni uchungu mwanangu tumboni miezi 9 jamani, ni uchungu jamani. Gani labda kidogo daimeda pole. Nakipata kitu kizuri. Samahani dada. Ni focus nimepata hapo.
Jina kwa twende babu sisi tuko. Sasa ndo nafasi yao. Na hiyo ndo nafasi Ya kwetu. Mtazamaji wa Global TV, tayari tumefika hapa msibani. Ni huzuni ambao umetanda na dada Imelda, mtangazaji wa Global, ambaye alikuwa akipambana kwa hali na mali kadri Mungu alipokuwa akimwezesha kuweza kumpambania mwanadada Hawa. Kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu anachukua. Daima pole sana kwa msiba huu mzito. Kwanza ningependa kufahamu jinsi ambavyo ulipata taarifa yenyewe ya rafiki yako, kipenzi chako, umekuwa ukimpambania ili aweze kusimama imara na akarudi kwenye afya yake. Ulipataje na ilikuwa? Kwanza mtu anajua hao watakuwa narudi leo. Lakini juzi nilikuwa Bumbuli Tanga. Tukaongea kwenye simu. Akaniambia kwamba tulikuwa tunaongea sana, nikawa namwambia umeweza kufanya utaratibu wa hoteli kwa sababu pale Dubai nakaa muda mrefu na kwa hiyo usijali. Akaniambia huko Bumbuli utawahi kweli kunipokea? Nikamwambia siwezi. Akaniambia siwezi kuacha kukupokea, naondoka huko kesho alfajiri, kwa hiyo nitafika kesho kutwa nitakuwa niko Dana, nitakuja kupokea. Kwa hiyo jana nikataka niongee naye kujua taratibu. Baadaye nikamtumia message nikamwambia umekumbuka kupaki vitu vyenu, maana najua usifanye vitu dakika mwisho na airport ni mbali. Hakujibu. Baadaye nikasema basi ndio. Sasa leo nilipoamka nikampigia kaka yake. Nipigia sana simu haipokelewi. Nikaenda ofisini, nimefika ofisini nimekaa tu nakuta simu ya India. Yule mdada ambaye alikuwa pia anamsaidia pale akaniambia Carolina amefariki. Akili yangu ilinijia kama ni Karina. Nikamwambia Carolina yupi? Lakini huko analia Karina. Nikamwambia Karina na kati mimi nimeongea naye, nimechat naye. Ananiambia ndio kafariki naye akakata simu. Kwa hiyo wote wa India wakawa hawapokei simu, wote wanalia kwa nguvu. Basi na mimi hapo ngani nimeshiwa nguvu, nikawa sijui na siamini, nikawa naenda ofisini naenda huku, yani na hata ofisini yenyewe akawa amini kwa sababu ni mtu ambaye tumeongea sana, ni mtu ambaye alikuwa anawisha sana natamani nifike nyumbani, yani kwa hiyo hata sijui kwa kweli. Pole sana. Na baada ya kupata taarifa hiyo, Imelda tena ulifanya nini? Mimi nilikuwa kwanza niliambia kwa haraka, mimi sikuamini ndio nikaa napiga tu simu za watu wa India. Nikampigia